Jambo la kwanza ambalo tutakwenda kuliangalia katika somo letu, nafasi ya kiongozi katika kutimiza maono ya kanisa, tutaangalia ya kwamba kiongozi ni lazima ayajue maono ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuyajua maono ya kanisa ni muhimu ili kusudi uweze kuijua nafasi yako ni ipi katika kuyatimiza maono ya kanisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika Habakuki sura ile ya 2 na ule mstari wa 2, Mungu anazungumza na wabeba maono, anasema kwamba iandike hii njozi yako. Haleluya. Andika maono, uyaweke wazi mbele za watu, ili kila anayesoma aweze kujua vizuri, alafu baada ya kujua aweze kukimbizana nayo sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuna nafasi ya kiongozi ambaye ndiye mbeba maono kuyazungumza na kuyaandika maono yawe wazi kwa viongozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kazi ya kiongozi, aidha ni mkuu wa idara, mchungaji msaidizi, mzee wa kanisa, na kwa nafasi yoyote Mungu aliyokupa, ni muhimu sana, ikiwezekana msumbue mchungaji wako, mwambie baba, tuonyeshe njia katika maono ya kanisa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Habakuki sura ya 2 na ule mstari wa 2. Naweza kaandika pale. Habakuki sura ya 2 mstari wa 2. Habakuki 2:2. Amen. Biblia inasema, Bwana akanijibu, akasema, Ndio. iandike njozi ukaifanye iwe wazi Ndio. sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Amen. Nafasi ya mbeba maono au mchungaji, kiongozi, askofu ni kuandika njozi. Haleluya. Kuyaimba maono kwa viongozi ili wayajue. Alafu sehemu ya mwisho napenda, ili kila ayasomaye, haleluya, aweze kukimbia nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jukumu la kwanza au nafasi ya kwanza ya mtendakazi ni kuyajua maono na kuweza kukimbia nayo, sio kutembea nayo. Haleluya. Unajua akizungumza kukimbia ni spidi. Haleluya. Kwa hiyo kiongozi au mtendakazi lazima uwe na spidi katika kuitenda kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuijua maono, jiweke kwenye nafasi. Andika hiyo, itakusaidia. Jiweke kwenye nafasi. Amen. Unajua kila mmoja ana neema ambayo Mungu amempa. Kila mmoja ana nafasi Mungu aliyompa. Ukijiweka kwenye nafasi, umejiweka mahali sahihi kwa ajili ya kutimiza yale maono ya kanisa lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji anapewa maono, anapewa utume, anapewa maelekezo na Mungu. Kwa hiyo kazi ya mtendakazi ni kujiweka kwenye nafasi ili uweze kukimbia na maono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaposema kujiweka kwenye nafasi, naomba niweke picha ya timu ya mpira. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika timu ya mpira kuna wachezaji 11 uwanjani, kama sikosei. Ndio? Sasa wale wachezaji 11, kila mmoja unaweza kuona wote wanakimbia uwanjani, lakini kila mmoja ana nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni goalkeeper, anajiweka nafasi ya kukaa kwenye goli na kuzuia mashambulizi. Kama ni mshambuliaji, anajiweka kwenye nafasi kwa ajili ya kufunga magoli. Na kama ni mzuiaji, anajiweka kwenye nafasi kwa ajili ya kuzuia wale wanaokuja kuwashambulia wasiweze kufikia goli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kujiweka kwenye nafasi ni kujua namba yako. Haleluya. Amen. Unacheza namba ngapi mlima wa majibu? Haleluya. Haleluya. Amen. Kama ni mwombaji, hakikisha umekaa kwenye nafasi yako ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni mwimbaji, hakikisha umekaa kwenye nafasi yako ya uimbaji. Na kama umepewa neema ya kujenga kanisa, kushauri watu, unajua ndani ya kanisa kuna mambo mengi sana yanatokea. Haleluya. Kuna watu ambao huwa kazi yao ni kushauri. Haleluya. Hiyo ni namba yako, na ukijua icheze sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma katika utumishi wa Musa wakati akiwa jangwani, kulikuwa kuna mtu anaitwa Caleb na Joshua. Haleluya.
Wale walikuwa ni watu wa karibu na Musa, ambao walijua Musa ameitiwa nini, walijua safari vizuri, walijua nafasi yake vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Walijua ameitwa kufanya nini, na walijua ugumu wa kazi aliyopewa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukiangalia vizuri walikaa kwenye nafasi zao. Wakati wengine waliposema tumpige mawe Musa, haleluya, Caleb na Joshua sema hapana. Yes. Haleluya. Walikuwa kwenye nafasi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wakati wengine wanasema hii safari haiwezekani. Unajua kuna majira ndani ya kanisa na katika huduma wanainuka watu wanasema hapana, hili haliwezekani. Haleluya. Ni kweli mchungaji ametuambia 1, 2, 3, lakini hili sio la wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kazi ya mtendakazi lazima ujue nafasi yako. Haleluya. Jambo la 3, simama na mchungaji wako. Haleluya. Simama na mchungaji wako. Baada ya kuwa umeyajua maono vizuri, simama na mchungaji wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiongozi mwenye hekima ni yule ambaye atamlinda mchungaji. Haleluya. Atasimama kumlinda mchungaji na mashambulizi mbalimbali. Unajua maandiko kimkakati katika ulimwengu wa roho, Biblia inasema kwamba mchungaji ndiye target ya adui ya kwanza kabisa ndani ya kanisa au katika kundi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mchungaji huwa anawindwa kupigwa. Maandiko yanaweka wazi kabisa, nitampiga nani? Mchungaji, na kondoo watatawanyika. Haleluya. Amen. Sasa mchungaji ni mtu wa muhimu sana kusimama naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninarudia tena ili ingie ndani ya moyo wako. Mchungaji au kiongozi wako ni mtu muhimu sana kusimama naye katika huduma. Na nitaeleza baadaye mambo muhimu sana ya kusimama na mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama na mchungaji wako. Ni mambo gani muhimu ya kusimama na mchungaji wako? Kuna nyakati na kuna majira ambazo anapitia. Haleluya. Najua wakati mwingine ni rahisi sana kama waumini au viongozi kumuona mchungaji ya kwamba hana nyakati ngumu. Haleluya. Hana nyakati za masikitiko. Hana nyakati ambazo yuko nje ya mudi. Haleluya. Unajua wakati mwingine wachungaji sisi ni kama vyuma. Haleluya. Unaingia ndani ya moto, unafanana na moto, ukitolewa umebadilika. Haleluya. Ni ugonjwa umekupiga, unasimama madhabahuni, una dhoruba, watoto wamerudishwa ada, lakini bado unahubiri injili. Haleluya. Uko ndani ya moto. Kuna nyakati mambo ya uchumi haendi vizuri, lakini utatuona madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati na sisi tunakutwa na mambo. Unajua na wachungaji wana familia, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaamini hivyo? Wachungaji kama ulivyo na ukoo wako, na mchungaji ana ukoo wake na ana familia yake na ana ndugu zake wengi sana. Haleluya. Kuna wakati kuna mambo ndani ya familia yanamshambulia mchungaji. Haleluya. Lakini utamuona madhabahu, utamuona na kutia moyo. Haleluya. Lakini yeye amebeba ya kwake ambayo inawezekana hakuna mtu amenyanyuka akaenda kumtia moyo mchungaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati hizo zipo. Simama na mchungaji wako kwa majira na nyakati tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wakati Musa alichoka wakati wana Israeli wanapigana. Biblia inatueleza kwamba wakati wana Israeli wako vitani wanapigana na maadui, Musa alikuwa akinyosha mikono namna hii, wana Israeli wanashinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna majira Musa alichoka kunyanyua mikono, wana wa Israeli wakaanza kulemewa vitani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati wanalemewa wakaanza kupigwa, wakaanza kushambulia, wakaanza kuuawa. Maandiko yanasema ni Haruni na Uri wakaenda wakamnyanyua mikono Musa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamshika mikono, taifa likaanza kushinda tena. Haleluya. Amen. Ukijua nafasi yako, msaidie mchungaji ili kanisa na huduma iendelee kushinda. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wangapi wanaombea wachungaji wao kwa mzigo kabisa, unamwombea
Mungu zidi kumpaka mafuta. Haleluya. Amen. Mungu zidi kumuinua. Bwana mpiganie vita vyake. Jina la Bwana ibarikiwe. Amen. Niseme neno gumu sana ya kwamba kama jinsi ambavyo waumini wanahitaji kutiwa moyo, ndivyo mchungaji pia anahitaji kutiwa moyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unajua sio rahisi kujua hiki ninachokisema, ni mpaka ukae kwenye nafasi ya kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kama jinsi ambavyo muumini anajisikia vizuri anapojengwa na mchungaji, anapotiwa moyo, ndivyo ambavyo mchungaji anapaswa kutiwa moyo, na anapaswa pia kutembelewa, anapaswa pia kusikia maneno yanayomtia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, wangapi wanamwambia mchungaji, kwa kweli leo, neno la leo nimebarikiwa, nimepokea? Hebu inua mkono wako namna hii. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji wako akifanya vizuri mwambie amen. Unajua kuna aina ya watu wanapenda kukosoa pale ambapo kuna jambo baya, lakini likiwepo zuri liseme pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Likiwa kwa jambo zuri ambayo mchungaji amelifanya, mwambie baba, kwa kweli katika hili tumeona mkono wa Mungu na tunaona tunasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisema kibinadamu kabisa, wangapi wao wanafurahi ukitiwa moyo umefanya jambo zuri? Unajisikia furaha, unajisikia vizuri ukiambia kwamba I say leo kama ni waimbaji mmeimba vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajisikia vizuri. Ndivyo ambavyo mchungaji wako akifanya vizuri, akihubiri na ukiguswa, mwambie baba, nimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kiongozi ndiye sura ya kanisa. Nihame hapo kidogo. Kiongozi ndiye sura ya kanisa. Jinsi alivyo kiongozi ndivyo lilivyo kanisa. Haleluya. Kwa hiyo kama kiongozi lazima ujijue kwamba mimi ndiye muonekano halisi wa kanisa. Ukiangalia katika huduma ya Yesu Kristo, alitumia muda wa kutosha kuwajenga wale 12 kabla ya kujenga 70 na kabla ya kujenga maelfu ulimwenguni mote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale 12 shetani alikuwa anajua hii ndiyo sura ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukiangalia vizuri sana kati ya wanafunzi wa Yesu Kristo, kuna vitu ambavyo walivifanya kama Yesu alivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la kwanza kama kiongozi, kwa sababu wewe ni sura ya kanisa, jifunze kwa mchungaji wako. Haleluya. Jifunze kwa mchungaji wako. Hapa nitazungumza kwa msisitizo sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haiwezekani uwe chini ya Bishop Vedastus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halafu ufanane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ufanane na Bulldozer Mwamposa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema wakati Petro amekaa, Yesu amekamatwa, alikuwa anaongea kama nani? Kama Yesu. Kiongozi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipomkamata kwenye kusema, akakana mara ya kwanza. Mara ya pili akanyanyuka anatembea, wakasema hata kutembea wanatembea kama mchungaji wako Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini hivi vyote vilitokea? Kina Petro walijifunza kwa kiongozi wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima ujifunze na uwe na DNA ya mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno DNA ni viambatanisho vya mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Analiambia kanisa ya kwamba mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata nani? Kristo. Kristo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Paulo alikuwa ni mfuasi wa Kristo, alimfanana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanapenda wachungaji wao? Tumko namna hii. Basi jifunze kwake. Haleluya. Amen. Jifunze mambo mazuri kwake. Haleluya. Haleluya. Unajua leo hii tuna changamoto ya utandawazi. Utandawazi unakusababisha unasali mlima wa majibu, living water, lakini
Kuna mtumishi mwingine unamfuatilia mtandaoni, haleluya, na inawezekana unampenda kuliko mchungaji wako. Hilo ni kosa. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Na wengine wanaenda mbali sana, bishop, wanatoa sadaka huko. Jamani, nimesema uongo? Tena unatoa sadaka huko, inawezekana nyingi kuliko unayotoa kanisani kwako unapoabudu na unapolelewa kiroho. Hili ni kosa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nitakwambia jambo ambalo litakushangaza. Haijalishi ni mtumishi gani mahala popote duniani, ana upako kwa kiwango gani. Haleluya. Amen. Mungu anamtumia kwa kiwango kipi? Ana watu wengi, ana mamilioni au maelfu ya watu. Sikiliza, hiyo haibadilishi nafasi ya mchungaji wako na heshima yake mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wengi kwa kutokujua, akiona kuna mchungaji ana maelfu, anajua huyu labda ni mkubwa kuliko Bishop Vedasto. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Sikiliza, nikwambie, hata kama ana maelfu ya watu na duniani anafahamika, na kama mchungaji wako inawezekana anafahamika Tanzania peke yake, haibadilishi nafasi yule mtumishi pale mbele za Mungu. Nafasi yake iko pale pale na heshima yake iko pale pale, na lazima uheshimu ile neema ya mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kumetokea kasumba ya namna mbalimbali ambapo mtu anaondoka kanisani kwake anaenda kuombewa au anaenda kuhudumiwa kwenye huduma nyingine. Sikiliza, sio vibaya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, sio vibaya, kwa sababu ni vizuri kuheshimu watumishi wengine wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikitokea labda semina Mwalimu wa Kasege amekuja Bukoba, haleluya, hudhuria, kaombewe vizuri kabisa. Haleluya. Lakini sio kwa sababu umeombewa na Mwalimu wa Kasege umpe heshima kuliko mchungaji wako ambaye anakesha kwa ajili ya roho yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema wazee watawalao vyema imewapasa kuheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na mchungaji wako, pamoja na askofu wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii inanipeleka mahali ambapo nikwambie kama kiongozi ya kwamba moja ya jambo ambalo litakusaidia kumheshimu mchungaji wako na kiongozi wako, acha roho ya mazoea. Haleluya. Usimzoee mchungaji wako. Haleluya. Acha roho ya mazoea. Eti kwa sababu kila siku anasimama mbele yako anakuhudumia, eti kwa sababu unajua mapungufu ya nyumbani kwake, eti kwa sababu una kipato kuliko mchungaji wako, eti kwa sababu una elimu kuliko mchungaji wako. Sikiliza, elimu yako, nafasi yako ya biashara, kazi yako na cheo chako haibadilishi nafasi ya huyo mchungaji mbele za Bwana. Ataheshimiwa na Mungu ataachilia neema yake juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kumwambia jirani yako, usimzoee mchungaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, usimzoee mchungaji wako. Haleluya. 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 Usimzoee. Ikiwa Mungu hajamzoea, na wewe usimzoee. Haleluya. Jina la Bwana ibarikiwe. Na mambo machache ambayo yatakusaidia usimzoee mchungaji wako. Hata kama kuna aina ya mapungufu na yajua yuko naye, endelea kutunza heshima pale pale. Haleluya. 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 Unajua huwa nashangazwa sana, kuna tabia ya waumini watendakazi, akikwazika ndani ya kanisa, moja ya maamuzi ambayo ni mabaya na yanadhihirisha ni utoto wa kiroho ni kuhama kanisa. Haleluya. Amen. Haleluya. Yes. Haleluya. Amen. Mimi wana swali moja tu ambalo nataka niulize. Kuna mtu ameshawahi kuhama ukoo au familia kwa sababu ndani ya familia kuna mkwaruzano? Hapana. Hapana. Sasa kanisa limejengwa katika mfumo wa familia. Haleluya. Amen. Ukikwazika ndani ya familia, tafuta suluhu, lakini baki pale pale. Haleluya. 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 Wangapi wanasema ndani ya kanisa huwa kuna mikwaruzano? Yes. Mimi napenda kusema kwamba senene wakiwekwa ndani ya chupa moja huwa wanaumana. Haleluya.
lakini hakuna kutoka ndani ya chupa, kitaeleweka humo humo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ukihama kanisa inadhihirisha kwamba hauko tayari kwenda hatua nyingine kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi sijui kama hii inatokea Bukoba, lakini kule kwetu Mwanza ipo sana. Ipo sana. Yaani unakuta mtu amehama kanisani, alafu akiondoka mimi anasema mwache ende, atakutana na darasa lingine kule. Haleluya. Baada ya muda unasikia amehama kule nako hayupo, yuko kwingine. Haleluya. Baada ya muda huko alikohamia akifikiri kwamba ni pazuri kuliko alikotoka, anakutana na mambo mengine, anahamia kanisa la 3, la 4 na la 5. Mimi wanasema kitu kimoja, ya kwamba kokote utakakoenda utakutana na darasa na mitihani. Hakuna kubadilisha viwango katika mambo ya kiroho kama hakuna mitihani. Haleluya. Na moja ya mitihani ambayo lazima ukutane nayo kama kiongozi, cha kwanza ni makwazo ndani ya kanisa. Haleluya. Amen. Inawezekana mchungaji wako akawa mkari. Haleluya. Akikukaripia akakurekebisha. Unajua kuna watu wasema wanakujaga kanisani au katika utumishi na vyeo vyao. Haleluya. Yes. Yaani ananikemea Mrs. Somebody, yaani ananisema mimi mkurugenzi. Haleluya. Amen. Ananisema mimi. Anarifaa cheti chake na nafasi yake na elimu yake. Sikiza nikwambie, ikiwa Mungu amekupa mchungaji, ukija kwa mchungaji usije na cheo chako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Njoo kama mwanafunzi wa Yesu Kristo anayejifunza. Haleluya. Katika darasa la uongozi, sikiza, kuna fimbo, kuna maneno magumu. Sasa mchungaji unasema nini? Waulize wanafunzi wa Yesu, kuna wakati waliitwa kizazi cha nyoka. Amen. Kuna mtu akiitwa nyoka na bishop hapa atabaki? Kaniita mimi nyoka, kizazi cha nyoka, nitachukuliana na. Unajua kuna wakati enyi wenye imani haba, unajua ni kama neno fulani la kumbeza mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitachukuliana na ninyi mpaka lini? Yesu aligafirika akakasirika. Enyi wenye imani haba, mbona mliona shaka? Unajua Biblia imeandikwa kwa ufupi, lakini Yesu alifoka, aligomba. Hambadiliki. Niliwafundisha juzi 1 2 3. Kwa nini hamjabadilika? Alifoka, aligomba. Haleluya. Mwambie jirani yako, Yesu alifoka. Yesu alifoka. Haleluya. Amen. Kina Mathayo walikuwa na PhD zao kama madaktari. Kina Luka walikuwa ni nani? Madaktari, si ndio? Yes. Kina Yohana walikuwa ni watu wa TRA, si ndio? Yes. Maafisa wakubwa. Kwa hiyo walikuwepo madaktari, walikuwepo wavuvi professional kama kina Petro. Haleluya. Wana familia zao, wana watoto wao na wana wake zao. Haleluya. Amen. Lakini Yesu aligombana nao. Tachukiana nanyi mpaka lini? Haleluya. Enyi uzao wa nyoka, ambadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema kwamba wengi wakakwazika kwa maneno ya Yesu. Haleluya. Mwambie mtendakazi, unaweza ukakwazwa na maneno ya mchungaji wako. Na Biblia inasema wengi wakamwacha kwa ajili ya yale maneno aliyosema. Haleluya. Yesu akaogekea kina Petro, na nyinyi mnataka kwenda? Ondokeni kama mnataka kwenda. Yes. Petro akasema, tuende wapi Bwana? Yes. Kwako kuna maneno ya uzima. Petro alikuwa ni kiongozi aliyetengenezwa. Hakukwazika na maneno ya Yesu. Hakumwacha Yesu kwa sababu ya kugomba. Mchungaji wako anaweza kakasika, simama naye. Mwambie, Baba tusamehe tumekukwaza, lakini tutajirekebisha. That's why Petro alikabidhiwa kanisa, kwa sababu ya aina ya moyo alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kaa chini ya mchungaji wako, hata kama amepitia nyakati za ugafirika, usikwazike na maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mvumilie mchungaji wako. Mstai mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua zipo nyakati, mtu wa Mungu, nimalizie kwa kusema hivyo. Ziko nyakati mchungaji wako atapitia nyakati ngumu. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna aina ya waumini wanakwazika mchungaji akija kumwazima pesa. Haleluya.
Haleluya. Amen. Jamani, wachungaji sio malaika, ni wanadamu kabisa, ila wamebeba wito wa kiungu ndani yao. Haleluya. Kama ambavyo watoto wako wanasoma, ndivyo ambavyo watoto wa mchungaji wanahitaji kufanya nini? Kwenda shule. Kama ambavyo familia yako inakula, ndivyo ambavyo familia ya mchungaji inahitaji kula. Haleluya. Kama ambavyo wewe una mahitaji, ndivyo ambavyo familia ya mchungaji ina mahitaji vile vile. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo akija kwako akahitaji msaada wowote, haleluya. Kuna wakati niseme kwamba kuna watu wakati mwingine wanapoteza aina fulani ya maadili. Anaanza kusema, anawaambia watu, mchungaji ile anazima pesa. Yani mchungaji kwa zima pesa ameambiwa na yule, kaambiwa na yule, kaambiwa na yule. Bwana Yesu asifiwe. Mbebe mchungaji wako kifuani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mbebe, muhifadhi. Haleluya. Haleluya. Mbebe mambo yake, mfichie mambo yake. Haleluya. Ni rahisi mchungaji kubeba mambo ya waumini na akayaficha. Haleluya. Mimi nisema kwamba ni mwaka wa 15 sasa katika uchungaji. Nina mambo ya waumini hapa ambayo hata mke wangu hayajui. Haleluya. Yes. Hayajui. Jina la Bwana barikiwe. Narudia tena, hata mke wangu hayajui, sio kwa sababu ninamficha. Haleluya. Ni kwa sababu ninajua maadili niliyopewa ni kubeba mambo ya watu ndani ya moyo. Kama mchungaji anabeba ya kwako, beba na wewe ya kwake. Haleluya. Amen. Saidia mzigo. Jina la Bwana ibarikiwe. Wangapi mmenielewa kwa kusema hivyo? Amen. Mwisho kabisa, ndani ya kanisa kama kiongozi, cheza mpira mmoja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndani ya kanisa kuna mpira mmoja tu wa kucheza, kama ambavyo wachezaji 11 ndani ya uwanja na inawezekana mashabiki 60,000, marefari na makocha. Yes. Wanaangalia mpira huu. Wangapi waliona mechi ambayo ina mipira mitatu? Wengine wanakimbizana nao kule. No. Wengine wanaenda nao kule. Wengine wanapita nao katikati. Hata kipa atachanganyikiwa, anadaka mpira wa nani. Haleluya. Kanisani kama viongozi tunacheza mpira mmoja. Ndani ya kanisa tuna sauti moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anasema katika Yohana sura ile ya 10, kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Haleluya. Ijue sauti ya mchungaji wako. Unajua ndani ya kanisa wakati mwingine kuna sauti nyingi. Haleluya. Mchungaji amesimama hapa anasema, jamani, tuna wiki ya maendeleo ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwa kuna sauti zingine huko zinasema, mchungaji hapa amekurupuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatujamaliza ile ameshaingia hivi. Sikiza, cheza mpira mmoja. Haleluya. Amen. Acha mipira mingi ndani ya kanisa. Cheza mpira moja. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Kwa wale ambao ni wapenzi wa football wanajua uwanjani au ndani ya timu kuna kocha mmoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kocha ndiye anayetoa maelekezo, wewe cheza hapa, wewe cheza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usije ukasema mchungaji ameniweka kwenye idara, lakini bwana mimi ile pale ndo inanifaa, ile pale. Haleluya. Mimi nikikaa pale kuna vyombo napendezea zaidi. Sikiliza, yule ni kocha, heshima maelekezo yake kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha kusikiza sauti nyingi. Acha kucheza mipira mingi ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa tuna maono ya aina moja, tuna sauti moja, tuna mchungaji mmoja na tuna malengo mamoja. Haleluya. Amen. Kwa nini watu wengi wako na ufanisi katika huduma? Ni kwa sababu ndani ya kanisa mipira mingi. Wazee wa kanisa wana sauti zao, mchungaji naye ana sauti yake. Haleluya. Wakuu wa idara nao kufanya kwa namna yao. Hiyo ni mipira mingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako, cheza mpira mmoja. Cheza mpira mmoja. Mwambie tena, cheza mpira mmoja. Cheza mpira mmoja. Alafu mwambie, sikiliza sauti moja. Sikiliza sauti moja. Jina la Bwana ibarikiwe. Amen. Usisikize sauti nyingi. Ndani ya kanisa kuna sauti moja ya mchungaji kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mifumo mingi, sijaribu kuingilia dini yako. Kuna aina ya makanisa, wazee wa kanisa wana sauti. Haleluya.
Wanaamua nini kifanyike, mchungaji afanye nini, wanampangia na namna ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Huko mimi sitaki kwenda wala kuchallenge hiyo theory. Haleluya. Hiyo sio kazi yangu, lakini tunajifunza kwa Kristo. Haleluya. Akisema na tuvuke ng'ambo, wanavuka. Yes. Haleluya. Amen. Tunaenda nchi ya Wagerasi, wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Petro, Yakobo na Yohana tunapanda mlimani, wanapanda. Sijaribu kuingilia mfumo wa huduma yako au utaratibu wa dhehebu lako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema jifungeni nira yangu, mjifunze kwangu. Haleluya. Mimi naelezea habari ya Kristo, sio habari ya utaratibu wa huduma yangu. Haleluya. Kristo alivyokuwa na anavyotembea ndivyo na sisi tunafuata kwenye nyayo zake. Hallelujah. Alikuwa na wanafunzi, anaongoza, tunakuwa wanafunzi. Alikuwa ni mchungaji, tunajifunza kama mchungaji. Alikuwa ni kila kitu, tunamfuata Kristo. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Baada ya kusema hayo, niseme ya kwamba nyenyekea kwa mchungaji wako. Amen. Haleluya. Amen. Unyenyekevu ndiyo msingi wa mambo yote katika kufanikiwa katika utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyenyekea. Jifunze kwake. Msupport. Muinue mikono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni ngumu sana mchungaji kukwambia nahitaji la kifedha. Wakati mwingine chukua tu fedha, nenda mwambie baba, naomba unibariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shika tu mkono, baba naomba unibariki. Akisema mwanangu barikiwe, baraka zile zinaenda na wewe. Haleluya. Usije ukasema labda mpaka mtuone mchungaji azidiwa. Mpaka wazee wa kanisa waseme jamani tumtegemezeni mchungaji, kuna jambo anahitaji nalo. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima. Wakati mwingine mbariki tu. Haleluya. Amen. Wakati mwingine mshike mkono tu. Siku moja nilibarikiwa na waumini fulani pale kanisani kwangu. Unajua wakati mwingine unapitia wakati wa changamoto za kiuchumi, alafu unamwomba Mungu. Kuna mama mmoja alikuja nyumbani kwangu majira saa 5. Akasema baba, nilikuwa nafua lakini nimejisikia kukuletea hela. Haleluya. Kaambia Mungu akubariki kwa kutii sauti yake. Na kweli nilikuwa nahitaji na hela. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuwashike mikono wachungaji wetu. Haleluya. Amen. Na nikwambie, sikiliza, kwa kadri mchungaji anavyozidi kuwa na nguvu, anaenda juu, na wewe lazima uende juu katika uchumi wako. Yes. Katika huduma yako lazima uende naye. Amen. Yesu anasemaje? Baba, hawa ulionipa sitampoteza hata mmoja. Haleluya. Ili mahali nilipo na watu wangu wawepo. Haleluya. Kwa hiyo alipo mchungaji wako kimefanikiwa katika fedha, na wewe utakuwepo katika jina la Yesu. Hallelujah. Akibarikiwa katika ndoa, na ndoa yako itabarikiwa. Amen. Kwa hiyo usije ukaona wivu kwa mchungaji wako ya kwamba kuna mafanikio anaenda nayo. Sikiza, akifanikiwa mchungaji wako ndo mafanikio ya kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akiinuka mchungaji wako, na wewe lazima uinuke. Akiheshimiwa mchungaji wako, na wewe lazima uheshimiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimaliza kusema, siku moja nilishambuliwa kidogo mtandaoni. Haleluya. Nilipost fundisho fulani, alafu kuna mtu akaendoka kunishambulia. Haleluya. Amen. Nipoona anaanza kunishambulia mtandaoni, nikasema okay, ngoja mimi nikae kimya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sikujibu chochote mtandaoni. Wakati nimekaa kimya sijibu, nikifuatilia watu wana comment nini, niliona vijana wangu wameingia mtandaoni. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema we, hayo maneno machafu acha kuyasema, huyu ni baba yetu tunamheshimu. Alishambuliwa mpaka alinyamaza kimya. Yes. That is the spirit ya mtendakazi. Akishambulia mchungaji wako, inuka. Anza kuambia huyu tunamheshimu. Hakuna kitu tutamlinda baba yetu, tunzie heshima. Haleluya. Yes. Amen. Yaani mimi niko kimya, alafu waumini wangu wanapambana na yule mtu ambaye alikuwa anazungumza maneno machafu. Yes. Wanamwambia usimwambie tena hilo neno, tutakutafuta wewe. Haleluya. Wewe tutakushughulikia, huyu ni baba yetu. Kaa kimya, mlinde mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ukapita gengeni ukasikia yule mchungaji hamna, mchungaji wa mchongo. Ambie we fanya biashara yako, lakini yule anaomba muheshimu. Sisi tunamheshimu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi atafanya hivyo katika jina la Yesu? Jipigie makofi mazuri ya ushindi. Haleluya. Simama kwa miguu yako.